Naam, mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya yale masuala ibuka kwenye wiki hii nzima ambapo shughuli ya ufunguzi wa shule imekuwa ikinoga sana pale katika madukani, maduka ya kuuza sare, maduka ya vitabu, shuleni. Walimu, wazazi wote wanachangamka kuhakikisha kwamba watoto wao wanarejea shuleni ili kupata ile ambayo tunasema ni msingi wa maisha. Ndio mada hapa mtazamaji, nikiwa na wageni wangu, na kidogo kuna hili swala ambalo nataka tulimalize. Kidogo ukichangia hawa wanafunzi ambao ni 2000, tunajua kwamba Waziri Machogu ametangaza rasmi kwamba watakuwa wanajiunga, wanaruhusiwa kujiunga na kidato cha kwanza. Lakini kidogo kuna huu mushkili, wanajiunga kwa misingi ipi? Pengine alivyogusia hapa, kuna wale wanafunzi ambao kidogo hawakubahatika ama mwalimu mkuu alizembea na hawakusajiliwa. Ni haki siwe haki? Je, watengewe mtihani wao ama ni sawa tu jinsi waziri alivyotangaza hivyo itakuwa haki? Nafikiri ili kujibu hilo kwa mtazamo wangu ni kwamba kubadilika ama kuisha kwa mtihani wa darasa la 8 si jambo ambalo limetokea ghafla. Na nafikiri wizara na labda taasisi ambayo inahusika na masuala ya elimu, baraza la mitihani la kitaifa, lingekuwa limeandaa mtihani mwingine tayari kwamba wale wanafunzi ambao hawakuweza kufanya mtihani kwa wakati waweze kufanya mtihani huu ili kujiunga. Japo tungechelewa kwa muda mfupi. Wakati walifanya mtihani ule, wale ambao walikosa wangetangaziwa kwamba huu ni mtihani kwa wale ambao tayari walikuwa wamejiandikisha. Na labda tuondoe ile dhana kwamba mtu yeyote atajitokeza kwamba anataka kufanya mtihani. Kuna wale ambao tayari walikuwa wamesajiliwa. Walikuwa wamesajiliwa kwamba watafanya mtihani wakakosa kufanya mtihani. Wao ndio watakaopewa kipaumbele. Si kwamba mtu yeyote atajitokeza tu. Ni wale ambao walisajiliwa lakini hawakuweza kufanya mtihani, au kwa namna moja ama nyingine hawakumaliza mtihani wote, wakakosa alama, ili kuwe na umoja na uwazi. Maana mara nyingi elimu ni swala la kuleta umoja na usawa katika taifa letu. Kusiwe na mtu ambaye anapewa uhuru wa kuingia bila kupitia kichujio kimoja kama wengine. Kwa hivyo mtihani ungetengwa mtihani kando kwa wale ambao walikosa, ili wafanye kwa kasi wajiunge na kidato cha kwanza japo kama wamechelewa. Ingekuwa ni aidhuru. Ingekuwa vyema kidogo. Naam, nataka tuondoke swala hilo, tugusie swala zima la ufadhili wa haya masomo. Ndio. Serikali ilitangaza kwamba kufikia leo ingekuwa imetoa ule ufadhili pale shuleni. Baadhi ya wale walimu watasema kwamba bado wangali hawajapokea, japo walikuwa wapokee kufikia leo. Kwa hivyo pengine kufikia mwishoni wa wiki hivi. Lakini pia kumekuwa na tetesi kwamba hii serikali na pesa hamna. Wabunge ndio hao sasa wanasema hawajapokea ule mpango wa fedha, ile hazina ya CDF. Itakuwaje sasa? Je, kutakuwa na myumbo ama sasa ni kwa walimu pale shuleni wajipange jinsi watawasitiri hawa wanafunzi shuleni? Je, hatukujipanga mapema? Je, tuatoa ahadi ambazo tuweze tukatimiza? Inakuwaje hapa? Swala la ufadhili ni swala ambalo limeleta wasiwasi hasa kwa wasimamizi wa shule, tukizingatia bodi za shule na pia mwalimu mkuu ambaye anahusika na kuona kwamba shule inaendelea inavyofaa. Ufadhili huu uko paruanja, uko wazi. Kila mwanafunzi, kwa mfano mwanafunzi wa shule ya chekechea anatakiwa kupata shilingi 1178. Mwanafunzi wa shule ya msingi anatakiwa kupata shilingi 2200 na. Mwanafunzi wa shule ya sekondari anapata shilingi 22,500 sasa. Awali ilikuwa ni 200 kwa mwaka. Sasa iweje kwamba huu ufadhili sasa unaanza kukwamishwa? Huu mkwamo unatoka wapi? Lazima unatoka katika serikali. Je, hatuna watu wa kupangilia kwamba muhula utaanza wakati fulani, ili programs, ratiba ambazo zimewekwa katika shule ziweze kufanya? Hata wizara yenyewe inatoa ratiba, tunatakiwa mfanye haya na haya na haya. Kuna baadhi ya shule, samahani, mwaka jana walishindwa kushiriki katika hafla za au mashindano ya michezo muhimu sana, tuweze kupata talanta. Waliweza kushindwa kushiriki katika drama, wakashindwa kabisa maana hakukuwa na hela. Na unaambiwa kwamba usitoze mzazi
pesa kwa sababu sisi tunafadhili, na ile hali sisi ambao ni serikali hatutoi hela. Walishindwa kushiriki katika music festival na hilo ni swala ambalo liliwakatiza moyo sana wazazi pamoja na walimu na walimu wakuu. Kwa hivyo swala la ufadhili, naomba serikali jamani tuweze kulizingatia, kwa sababu unapotoa ahadi, daima ahadi huwa deni. Na tatizo ni kwamba hata serikali inapotoa hizo hela haitoi zote, inatoa hela pungufu. Na hilo pia linawatatiza walimu, pengine kukatiza baadhi ya programu ambazo wanaendesha katika shule. Na hata wanatamani sasa waweze kuongeza karo, lakini serikali inasema hapana, msiongeze kwa sababu sisi ndio. Bila shaka kulikuwa na hiyo hofu sana. Mheshimiwa, tulikuwa nawe hapa mwaka jana upande wa ile basari ya wakilishi wadi pale, tukagusia ukasema mlikuwa mwasubiri kitita fulani pale kitolewe, sijui tumefika wapi. Upande wa serikali kuu, wabunge ndio wamejitokeza paruanja, wamesema kwamba fedha hamna, na wanasema wao kile watafanya ni kujaribu kumuondoa waziri pale madarakani. Umetoa siku 7. Inakuwaje hapa kwamba pesa ambazo zinatakiwa kutolewa pale, wanafunzi walifunga kwa kipindi kirefu, mwezi zaidi ya mwezi? Kwa nini hatukujiandaa mapema ili tuhakikishe kwamba masomo yanapoanza, ratiba inapoanza, kalenda, mwezi mpya, mwaka mpya, mambo yako sawa? Unajua dadangu, kuna jambo moja pia mimi nashangaa sana na haswa katika hii serikali ambayo iko. Naam. Kwa sababu kwa mambo ya ushuru uko kila kona ya mwajiri. Na inaonekana ya kwamba kulingana na uchumi ulivyo ni kwamba inatakikana kuwa ya kwamba pesa ambazo zinasanywa kwa sasa zikuwe nyingi zaidi, kwa sababu ushuru kona hii na kona hii na kona hii haukuwepo katika ile serikali nyingine. Lakini tukifika ya kwamba sasa ile kitu ambayo inataka hii pesa ifanye, unapata ya kwamba hakuna pesa kwa serikali. Hizi pesa zinaenda wapi? Hilo ndio swali ambalo mimi ninajiuliza. Ninapokatwa hii pesa kwa mishahara zetu ambazo tunapata, na pia tunapolipa taxes huku na huku na huku ushuru, hii pesa inaenda wapi? Tunasema ya kwamba ile ambayo ni mgao wa kila mwanafunzi, vile ndugu yangu amesema, kwa shule ya chekechea nasema ya kwamba 1,700, sawa, ni 1,700 kwa kila mtoto kwa mwaka mzima. Sasa mwalimu ambaye amepewa shilingi 1,700 kwa mtoto 100 kwa mwaka mmoja, dada yangu, huyu mtoto atasoma namna gani? Kwa ukweli kabisa tunasema ya kwamba kwa shule ya msingi 2,200 na kwa mwaka mzima. Tunasema ya kwamba hii shule ya junior secondary wanapatiwa mgao wa 15,000 kwa mwaka mzima. Tunasema ya kwamba tunaomba shule isiweze kuongeza pesa, lakini serikali isifanye ya kwamba shule ijifinye kiwango ya kwamba ile masomo inapeana inakuwa ni duni, ambayo sio ile kiwango ambayo inatakana ipewe katika shule. So sisi nasema ya kwamba mambo ya kuchelewesha pesa au migao ya shuleni ni jambo ambalo serikali inatakana iangalie sana. Mwaka jana nilikuwa na shida mingi sana tukiongelea kuhusu mambo ya mgao wa basari. Na pia umeona CDF. Wabunge wote sasa, hakuna mrengo wa Azimio, hakuna mrengo wa Kenya Kwanza. Sasa wote wanaangalia yule mtoto ambaye anateseka hata ingia shuleni. So nasema ya kwamba mambo ya CDF, kando na mambo ya pesa ya basari, kuna pia mambo ya pesa ya maendeleo kwa ile CDF. Haijapeana mgao. Labda kwa sisi Nairobi County tunapata labda bilioni 19. Naam. Unapata kwa bilioni 19 kwa mwaka, ya kwamba inachukua ya kwamba mwaka ule mwingine kama hatujapata huu mgao ambao inatakana tutumie kwa mwaka huo. So sisi tunajiuliza ya kwamba hii pesa ambayo tunasanya inaenda wapi? Na ni swali ambalo mimi ninaomba ya kwamba serikali jitokeze na itujibu. Ni vizuri ya kwamba hata watatoa ule waziri wa fedha, lakini watakapomtoa
inamaanisha ule wenye ataleta maneno mzuri. So inatakana ya kwamba ile system yenyewe iangaliwe, ionekane ya kwamba shida iko wapi. Ndio sababu katika county yetu ya Nairobi tulikuja na kamati specially ya kuangalia mambo ya kuokota ushuru, na najua kwamba ripoti itatoka hivi karibuni. Napata ya kwamba saa zingine hata ile pesa inatumwa, lakini hata county yenyewe labda haina ile uwezo ya kujua ya kwamba hii pesa ambayo ilitoka iko wapi. Sasa tutafanya kazi namna gani? So ni jambo ambalo mimi naomba ya kwamba itilie maanani, na hii pesa pia ni kidogo, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba serikali imefanya ile kuangalia ya kwamba chakula, mtoto anaweza kula chakula ya shilingi 10,500 kwa mwaka mzima. Si ndio? Kwa mwaka mzima. Shule kama National School, kama for mfano Lenana, au upate shule kama Nairobi Nairobi School. Unaniambia kweli kabisa kwa mwaka mzima mtoto wa Pangani atakula shilingi 10,500 so ni mateso kwa wale wasimamizi wa shule. Na ndio sababu unapata ya kwamba wanataka kuweka ile gharama kwa wazazi. Ile gharama kwa wazazi. Wazazi wamefinywa na mambo ya kukatwa ushuru. Wazazi wamefinywa na majukumu yao ya kila siku. Wazazi wanataka kufinywa pia na school fees. Capitation. Tunaomba ya kwamba serikali tafadhali wache kuweka mizigo kubwa kwa mzazi. Nataka tumalizie hii mada yote. Kauli zako za mwisho, ikizingatiwa kwamba sasa ufunguzi ndio huu, tujipange vipi kwenye siku zijazo ili tukiwa na kipindi kama hiki tuwe twasherehekea? Nafikiri labda ninawasia hasa kwa serikali yetu tukufu kwamba masuala ya elimu ugusia maisha ya mtoto, maisha huenda na miaka ya mtoto. Elimu haina likizo mrefu, kwamba tunaweza ahirisha darasa la 7 hadi mwaka ujao. Tunaweza ahirisha mambo mengine kama vile mambo ambayo labda hayana, lakini kwa elimu tutie umuhimu wake na tuweke fedha na rasilimali inayohitajika. Ili kuzungumzia labda kwa ufupi kuhusu ufadhili huu kwa ufupi tu, ni kwamba shule huwa na mikakati nyingi. Na ukiangalia kwamba gharama ya maisha imepanda kabisa, hata nyumbani pia chakula pale shuleni gharama pia inapanda. Iwe ni vitabu, iwe ni hali ya walimu ambao hawajaandikwa na serikali, wameajiriwa na halmashauri ya shule. Na pia kuna mifumo na program nyingi nilivyosema ndugu yangu. Kwa hivyo hebu tuangalie kwamba je, hela ambazo zilikuwa zimewekwa hapa mwanzo hazikuji. Kwa mfano ilikusudiwa kwamba katika muhula wa kwanza 50% ya mgao mtakano huo umefika. Lakini sasa unachelewa. Je, wakati tunachelewesha halafu tunaleta tena katika vipimo viduchu tunamaanisha nini? Je, shule zitakuwaje? Itafika kiwango ambapo walimu watakuwa na namna ya kutoza wazazi hela, na hapa mzigo utaenda kwa wazazi. Nikupe 30 utamalizia? Ndio. Malizia tafutufunge. Nashukuru sana kwa swala hili. Swala la elimu ni swala ambalo ni swala kubwa, ni swala zuri, na ni swala ambalo kila mmoja katika nchi huwa analitegemea. Nikiwa mwalimu ambaye aliwahi kufundisha mfumo wa kimataifa, wakati wa matokeo ulikuwa ni wakati wa furaha kabisa. Wakati ambapo kila mtu alikuwa anataka kupata matokeo, na alipoyapata alifurahia na kupanda daraja nyingine. Lakini Kenya inakuwa kwamba ni kinyume. Wakati wa matokeo ni wakati wa lalama, wakati wa malalamiko, wakati wa kunungunika, wakati ambapo raha inakosekana. Hebu tutoke huko. Jamani, wahusika, wizara husika, jamani, tuna wataalamu wazuri sana kule. Hebu watusaidie kuona kwamba mipangilio inaenda kisawasawa. Msichoke kusema. Alafu katika baraza la mitihani, mna wataalamu wazuri sana. Nanyi shirikianeni na wizara kuona kwamba mambo yetu ya matokeo katika nchi ni mambo ya kufurahia. Si hatusemi kwamba muwafanye wote wapite, lakini yatoke mara moja kwa uwazi. Na umesema hata nyinyi ni wataalamu ambao mko hapa, mweza mkashirikishwa. Tunaweza tukashiriki. So dakika kabisa, hakuna muda kidogo. Nilikuwa nauliza kwamba wamesema wameachilia hii pesa kwa shule. Na unasema kwamba katika shule ya
msingi Naam. wameweka 4.7 bilioni kwa hizi shule zote za serikali. Niambie hii pesa hata kama wameachilia itafanya nini? Itafanya nini? Wanasema ya kwamba wameachilia 7.6 bilioni ya shule za sekondari. 5 bilioni ya shule za junior secondary. Hii si pesa ambayo inaweza chukua hata miezi 2. Itaisha. Sasa mimi nashinda kwamba wameachilia vipi? Haya. Mtazamaji, ni baadhi ya masuala ibuka hapa kwenye kipindi Jukwaa la KTN. Nimekuwa na Kennedy Swaka, huyu ni mwakilishi wadi wa Gatina hapa katika kaunti ya jiji la Nairobi. Vile vile yeye ni mwenyekiti wa kamati ya elimu hapa jijini Nairobi, ama naibu mwenyekiti. Alafu vile vile tuko na Paul Lomer, ama tumekuwa na Paul Lomer. Huyu ni mtaalamu na vile vile ni mzazi. Asanteni sana kwa muda wenu. Na hapa karibu mtazamaji, huyu ni Andrew Watuha, ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Asanteni sana. Mada nzuri, muda haupo nasi. Mimi ni Cecilia Wakesho Mathuva mtazamaji, hadi wakati mwingine na kutakia utazamaji mwema kwenye vipindi vyetu. Kwa heri.